Kwa majina naitwa Peter Washuri, mcheza vishare hapa Buffalo franchise. Na kwa mkono wangu wa kushoto niko na mkono wa kulia mwenzangu, na sisi wote ni wacheza vishare. Kwa wale hawajui kucheza, hawajui hiyo mambo, hebu waambie nini? Vishare kwa Kiingereza nadhani inaitwa board. Wengi wanajua hizi vitu. Na kuna hizi staffs ziko nyuma yangu hapa. So hii ndio hucheza ile. Na wengi huanga wanakuja na zao. Kila mtu anafaa kuwa na mishare yake, sababu uzani ni tofauti. Wanasema wewe ni mkali, ni kweli ama ni uongo? Kwa kweli mimi si mkali, sababu kuna wengine pia wakali. Lakini kwa saa hii mimi ni mkali, sababu mimi ndio saa hii nasimamia Kenya. Kwa kweli mchezo ni raha. We mwenyewe ile masaa yako uko free ndio unaitumia. Unaenda pale mtaani kama kuna mahali ya kuchezea, unajumuika na wengine, na pia ni mchezo wa kupitisha masaa. Safari yangu ya mwisho ilikuwa ya kuenda UK, ambapo nilikutana na wachezaji international pale. Wachezaji nilikuwa tu waona tu kwa television, na kila saa naona wanafanya vizuri. Lakini kumbe nilikuta hata mimi pia naweza kufanya vizuri kama wao pia. Kwa kweli mchezo kwanza lazima ujitume sana. Sababu alafu pia ufai kucheza na ile kitu mwenzako anacheza, sababu nyinyi wote kuna marks zenye mnatolewa. Mchezo sana inakuanga mnatoa alama 501. Kila mtu anapiga zake. Hesabu kwako. Mwenzako akipiga 100, wewe usishughulike na 100 yake. Shughulika na yako yenye 501 umalize hiyo. So pale ile wakati nilikuwa nimefika pale, kweli nilisikia raha, sababu kucheza na mchezaji wa kimataifa si mchezo, na wewe hujaifika hapo. So ilikuwa raha pia. Kwa kweli nilifika number 2, so tulienda finalist. Tulienda kucheza final. Tulibaki wawili, wale wachezaji wote walikuwa pale international. Hii mchezo nimesema tu unaanzianga tu kimzaha tu. Ujuangi ile kitu nataka. Lakini saa zile umetupa hii mshale moja, sababu unatupa zikiwa 3. Ukitupa mmoja iende mahali unataka, unajua umeshageni ile kitu nataka. Ukiongeza ya pili iende penye unataka, enyewe hapo unajua kabisa nishaelewa hii mchezo. Kama saa hii nadhania watachip in, lakini siko sure though. Kuna wale watu wamesimamia hiyo data inaitwa KDA. Nadhani huenda wakafanya mazungumzo na serikali, tuone ama wataingilia kati. Kwa kweli saa hizi nilikuwa nimesponsiwa na kampuni kama Winmount, ndio hii shati yake nimevaa hapa. Na pia Wakenya wenzangu pia walichip in kunisaidia ndio nipate nafasi ya kwenda hiyo safari. Hii mchezo kweli ni talent kwanza, tuseme hivyo sababu wengi wanaweza penda kuicheza, lakini si wote watatimiza ile kitu wanataka wenyewe. Alafu kuna challenge moja tu kidogo hapo. Hii mchezo sana inachezwa kwa furaha. Lazima uwe na discipline ya hali ya juu, sababu pale kuna kinywaji inauzwa. Na si lazima ukunywe, upewe cha lazima. So lazima uwe na discipline yako mwenyewe ndio uweze kuicheza pia.
ina malipo. Hii mchezo ina malipo yake kulingana na ile kategori unaelekea. Kama nambari moja kuna pesa uanga ametengewa depending na ile mchezo mnachezea. Sababu kila game iko na ile pesa inapeanwa. Unaweza kuta inapeanwa maybe hapa tuseme for example hapa Kenya tuko chini sana, lakini tunaipea kama 50,000, unakuta namba moja anakula 50,000. Second run up unakuta anakuta 25. Third run up hivyo sasa ikipangana hivyo tu. Changamoto ni ati hii mchezo lazima ufanye zoezi, na wakati unafanya mazoezi hailipi. So changamoto ndio hiyo sasa. Unafaa kufanya mazoezi kama wale wachezaji wale wa international huko nje. Wanagharamikiwa, maybe wako na sponsors, unakuta wako na sponsors wawili, watatu, wanne, ile hali wanalipwa na wale sponsors. Hapa Kenya hamuna. Lakini kwa bahati mimi sasa hivi nimepata sponsor wangu Winmau. Umuhimu ni ati hii mchezo unaweza jikimu naye kimaisha. Lakini hapa kwetu hapa nchini unajikimu naye saa zile tu umeshinda. Otherwise ukienda Urusi, saa zile maybe mchezo saa zingine iko mbali. Unaweza sikia ungumu ama ya kutoa ngiri zako 3 sababu unasafiri mbali. Utaenda ulale ndio uweze maybe kufika kesho yake. Lakini saa zile utakula, sasa hiyo ndio itakufaidi. Huu mchezo kweli kuna wakati inalipa kama wewe mwenyewe unajiamini. Sababu hapa Kenya hapa nchini hapa kuna wachezaji wengi na wazuri. So huenda ukakutana na wao wakuzambe kwa ile tu round ya kwanza, sababu kuna round mingi huanga zinaenda. Maybe ukipigwa kwa knockout ya kwanza wewe unaegemea tu kando, unakaa kando. Wale wamekupiga wanazidi kuendelea. So lazima pia ujitahidi pia kama unataka kujikimu na hii mchezo. Kwa kweli pia hata kama si mimi ningependa waitu waingilie kati, wajaribu kuinua hii mchezo. Ni mchezo kama ingine tu, kama riadha venye inachukuliwa, kama football. Lakini hii mchezo sana sana hata ni rahisi sana kusponsor mtu, sababu haiendi watu wengi. Sasa imeenda watu wengi maybe ni 2, 3, 4, 5. Tofauti sana na ile mchezo wa kadada, sababu lazima uwepeleke watu 15 hivi, na pengine wadhamini wao pia wako hapo. So hii mchezo nadhani tunafaa tu, tunaomba tu serikali iingilie kati na iweze kutusaidia pia. Kwa kweli hii mchezo tungepata fedha. Unajua fedha tu ndio muhimu. Sababu hii mchezo saa zile uko na fedha ya kujikimu kimaisha, unaweza piga mazoezi na ufanye vizuri. Lakini sasa kama una fedha ya kujikimu, saa zile una pesa mfukoni, inakubidi uende maybe vibarua ndio upate riziki yako ya kila siku. Kujifunza inategemea na bidii ya mtu. Sababu mimi naweza maybe amua siku moja nitakaa kwa board na nitajua, depending na ile kitu wewe unataka kugain. Unaweza hata ni kama mafunzo tu bado. Unaweza anzia darasa la kwanza ufike la 8 bila kushika chochote. Na mwingine anatoka darasa la kwanza anafika la pili lakini anaweza shinda ule wa 8. So hii kitu inategemea na roho yako pia, kama unaipenda pia. Kwa kweli hii mchezo hata mimi watoto wangu naweza furahia sana saa zile wameingia. Nikitarajia hapa Kenya, hapa nchini kwetu itakuja kulipa. Sababu Uingereza wanategemea hii mchezo sana.
unakuta mtoto wa miaka 5 ashaanzia kurusha hizi vitu na amepata umaarifa zaidi, sababu hii mchezo venye unakaa tu kwa hii board ndio unapata maarifa yake. Kwa kweli nimepata, kuna invitation nyingine nishapata tayari saa hizi, lakini sasa tunaenda tukiwa pairs. Early May tunaingia tena huko Uingereza. Kwa kweli hii mchezo ni ya kukutana na marafiki tu. Hata tunasalimiananga, ukiyasalimia mtu na mtu anakusalimia, that's unamwambia maybe new friends ama 5-1 game shot. That's new friends. Yani hii mchezo ni ya kukutana na wachezaji wenzako, sababu hii ni kama tunakuwa familia moja na mama yetu wote ni board, sababu kila mtu anakutana hapo kwa board. Kwa kweli hii mchezo saa zenye nimejua nacheza mchezo ni kama tuseme miaka 3 hivi sasa, lakini nilianzia hapo awali kiasi. Nilikuwa naenda tu mahali narusha na wazewe, nakuta tu mahali wazee wanarusha, naona venye wanarusha, nasema huyu si nikirusha nitamzamba. So nimecheza kwa muda, lakini mchezo nimejua uzuri wake miaka 3 sasa. Hapa tuko tunakitisha naye hapa, tunajaribu kuangalia tufike kiwango yake. Kitambo connection kwanza aone nimefaulu. Ipi hapa. Kwa kweli hii kidude, kuna hizi boards, kuna tofauti sasa ya boards. Kuna hizi boards, kuna zile za trainee, saa zingine zinakuanga na waya. Lakini ukicheza international board hainanga waya, inaitwa blade. Ile blade hii ya waya, tofauti ya hii blade na hii waya ni ati ukirusha hii ya waya huenda ikagonga waya ikarudi nyuma, lakini hata saa zile inarudi wewe mwenyewe unaiona, unaiondokea. Lakini ingine ya blade inaingia tu penye unapima, hata kama maybe itatereza kwa hiyo blade itaingia penye hapo next sasa. Kwa kweli ile jambo nimeweza kujifunza, nimekutana na marafiki wa aina mingi. Mwingine hataki umuongeleshe hivi, mwingine sasa lazima ujue kuhandle kila mtu. Pale Facebook najiita Peter Washiori, Instagram hivyo Peter Washiori, hata YouTube pia hapo Peter Washiori pia, ukitafuta utanipata hapo pia ndani. Kuna KDA, hiyo ndio imesimamia Kenya nzima. Kuna mahali sasa inachezea inaitwa Buffalo franchise, lakini kuna ile team niko ndani yake inaitwa Silwa Dust Club. Asanteni sana. Ataenda wote. Sasa unaona nilikuwa nimeenda nikiwa wa kwanza, sasa tumeenda wawili. Natarajia sasa next time tutaenda tukiwa 6 ama 8. Asante.